wengi ambao wanatangatana katika uso wa dunia ni kwa sababu bado hawajamjua Mungu ni nani katika maisha yao. Na kuna wakati ukaingia katika imani na ukaanza kuhangaika na kutafuta ingiza na kutafuta vitu mbalimbali, lakini ukijaribu kuangalia kwa makini, hawa watu wa namna gani? Ni kwa nini wanatangatanga? Ni kwa nini wanahama? Lakini pia ni kwa nini wanafika katika hatua ya kwanza kusema watu wengine mbaya? Unajaribu kuangalia ndani yao kuna vitu, kuna kitu kimepungua. Kicho kitu kikishaongezeka, kwa maana wao wanafika katika laini ya Mungu na kumlilia Mungu na kumwambia Mungu kwamba ni wewe pekee ambaye unatosha. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu ambaye anagani mabaya, ni Mungu mwenye upendo. Yeye ni mponyaji, yeye anabariki, yeye analinda, yeye anatuwezesha, yeye anainua, yeye anaponya, yeye anaokoa, yeye anagani mabaya. Katika mazingira anajaribu kujua kama ukiingia katika imani, unajua kwamba sipo hali za Mungu na hizi hali za Mungu ndizo ambazo nifanya nipate kukaa katika usalama, nipate kukaa katika amani, nipate kukaa katika uzima, nipate kuendelea kusali katika afya njema. Hajalishi kuna wakati kupitia katika magonjwa, lakini ndani yako Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Kwa maana kuna wakati unaweza kupitia katika magonjwa, unapita katika hofu, lakini ndani yako kwa sababu bado haujamjua Mungu. Na kuzungumzia uzima ndio bado kuzungumzia uhai. Na ndani ya uhai ipo amani. Na ndani ya uhai ndani yake zipo chemchemi ambazo zinafanya uwe comfortable kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu kuangalia watu wengi ambao wamewekeza kwa Mungu, wanapoenda kumjua Mungu ni nani kwako, ndivyo wanavyozidi kunyenyekea kwake, ndivyo ambao wanavyozidi kutekeleza mipaka kati yako na wanadamu. Wanadamu wote ambao wanakuja kwako wanakuja kwa sababu kuna kusudi ambalo wanahitaji katika maisha yako kupitia wewe, na sio wewe unaenda kujiingiza katika mazingira ya wanadamu, kutengeneza mazingira ya kuhitaji, kwa sababu kuna mipango ndani yao, hamna amani ndani yao, kuna majuto ndani yao, kuna uaminifu ndani yao, kuna usahihi kila ambapo hautaweza kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mjue Mungu, tuwekeze maisha yetu kwa Mungu. Maisha yetu yatakabadilika pale tutafika katika hatua ya kujua kabisa kwamba Mungu wetu ni Mungu anayeweza, ni Mungu ambaye anaokoa, ni Mungu ambaye anainua. Mjue Mungu, wekeza muda wako, soma Biblia, wekeza muda wako, tafuta maarifa. Mjue kwamba Mungu ni nani, ana sifa gani, anahitaji nini kutoka kwetu, lakini pia sisi tunahitaji tumfanyie nini. Katika mazingira ya Mungu atakuweka karibu, na katika ukaribu ambao Mungu ataweka ndani yake kuna amani, na katika amani ambayo Mungu ataweka ndani yake kuna mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafanikio yote ambayo unaona kwa Kristo yanatokana na namna ambayo unafika katika hatua ya kumjua Mungu katika ukubwa. Na kwa sababu ukubwa na Mungu ndiye mwenyewe anatengeneza mazingira ya kukujulisha ya kwa upendo wake, kukujulisha amani yake, kukujulisha kwamba yeye anatosha, yeye anatosha katika maisha yako. Katika jaribu yako unapita katika jaribu, utajua zipo ahadi ambazo Mungu amekuitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Zipo ahadi ambazo Mungu amekuitia. Unapokwenda kwa kilimo utajua kwamba zipo ahadi ambazo Mungu amekuitia katika kilimo chako. Unapopita katika majaribu utajua kwamba zipo ahadi